Kutoka mlango wa 19. Mwezi wa 3 baada ya kutoka kwa Israeli katika nchi ya Misri, siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidimu na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamwita toka mlima ule, akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya: Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Musa akaenda akawaita wazee wa watu, akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza. Watu wote wakaitika pamoja wakisema, hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu. Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi naja kwako katika wingu zito, ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe, nao wapate kukuamini wewe, nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana hayo maneno ya watu. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa, ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya 3, maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote, nawe utawawekea mpaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini msipande mlima huu, wala msiuguse hata mapambizo yake. Kila mtu atakayeugusa mlima huu bila shaka atauawa. Mkono wa mtu awaye yote usimguse mtu huyo, ila hakika yake atapigwa kwa mawe au kupigwa kwa mkuki, kwamba ni mnyama au kwamba ni mwanadamu, hataishi. Hapo panda itakapotoa sauti kwa kufuliza, ndipo watakapokaribia mlima. Musa akatelemka mlimani, akawaendea watu, akawatakasa, nao wakafua nguo zao. Akawaambia watu, muwe tayari siku ya 3, msimkaribie mwanamke. Ikawa siku ya 3 wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu. Mlima wote ukatetemeka sana. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamwitikia kwa sauti. Bwana akaushukia mlima juu ya kilele cha mlima. Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini, waonye watu wasije wakapasua njia waje kwa Bwana kutazama, kisha wengi miongoni mwao wakaangamia. Makuhani nao wamkaribiao Bwana na wajitakase, Bwana asije akawafurikia. Musa akamwambia Bwana, watu hawa hawawezi kukaribia mlima wa Sinai, kwa kuwa wewe ulituhusia ukisema, wekeni mipaka kando kando ya mlima na kuutenga. Bwana akamwambia, nenda ushuke wewe, nawe utakwea wewe na Haruni pamoja nawe, lakini wale makuhani na watu wasipenye kumkaribia Bwana, asije yeye akawafurikia juu yao. Basi Musa akatelemkia hao watu na kuambia hayo.